Niwakaribishe ndugu zangu waandishi wa habari kwenye mkutano huu ambao unafanyika hapa makao makuu ya klabu yetu ya Yanga Jangwani jijini Dar es Salaam. Lakini pia niwakaribishe wale wote ambao wanafuatilia mubashara matangazo haya kutokea hapa Jangwani kupitia vyombo mbalimbali vya habari ambavyo tuko navyo hapa. Wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu ya Yanga, najua wako na shauku kubwa kutaka kujua uongozi wao unazungumza nini. Yale maazimio ambayo yalitokana na kikao chetu cha kamati ya utendaji ya klabu yetu Young Africans, na tukawaandikia bodi ya ligi kwa maana ya msimamo wa taasisi yetu kwenye jambo lile. Anauliza kama majibu tayari yameshatoka. Hatibu naweka jambo lile ni jambo la taasisi kwa taasisi, na hata mawasiliano yake ambayo tumeyafanya, tulitoa taarifa kuujulisha umma msimamo wa klabu yetu na nini tutafanya kama taasisi. Baada ya hapo zikaendelea operations za kuwasiliana. Kwa naamini kwa kipindi ambacho tumekubaliana kama taasisi, kikishapita hiyo kipindi tutawaita au tutatoa taarifa nyingine kwa umma kwamba bana tumepeleka taarifa hii na majibu ni haya. Ila kwa sasa hivi taarifa ambayo umma inatakiwa ibaki nao ni kwamba Yanga imetoa msimamo wake na Yanga tayari imeshaanza kushughulikia jambo lake kwa njia ile ile ambayo msimamo wa Yanga ulitoka kupitia kwa viongozi wetu. Sisi Yanga kwanza hatuna mgogoro na taasisi yote. Yanga haina mgogoro na bodi ya ligi, Yanga haina mgogoro na kamati inayoendesha ligi, Yanga haina mgogoro na TFF, Yanga haina mgogoro na taasisi yote. Yanga Afrika inasimamia misingi na utaratibu ambao taasisi hii tumekubaliana tuifuate. Kwa katika misingi hiyo tukitokea tumekutana katikati, haimaanishi ni mgogoro. Inamaanisha tunatafuta namna ambavyo taasisi hii katika misingi yake na miongozo yake inaamini inafaa na inatakiwa iwe hivyo. Kwa sisi pesa hatuna shida na mtu, maana tunawaalika kila mtu. Sisi tuna misingi yetu ambayo tunaifuatilia. Hatuna shida na mtu yote sisi. Wala hatuna shida na taasisi yote. Ila unapokuja swala lenye interest na klabu yetu na tukaona jambo hili watakiwa tulisimamie, tutalisimamia. Lakini haimaanishi tunaposimamia jambo letu sisi tuna ugomvi na wewe au tuna ugomvi na taasisi fulani. Sisi tunasimamia misingi ambayo tumekubaliana kwa vile ambavyo tunaona kama Young Africans zinatakiwa iwe. Haina maana yoyote kwamba tuna mgogoro na mtu au tunataka kumlainisha mtu, hapana. Sisi kama taasisi hatuna mgogoro na mtu yoyote na hatuna mgogoro na taasisi yoyote ya kimpira. Ila kama taasisi inapotokea tunasimamia misingi yetu na taasisi yako ikawa kwenye hiyo njia ya kusimamia misingi yetu, sisi hapo lazima tutakutana. Lakini haimaanishi kwenye makutano yetu hapo kuna shida. Hapo kuna vitu vya kufuatwa kwa mujibu wa kanuni, sheria ambazo zinatuongoza wote ambao tupo kwenye mpira. Kwa hiyo sisi hatujisikii vibaya mtu anapotuongoza kwenye sheria na kanuni na misingi ya haki inavyotaka, na tunaamini na mtu mwingine hatajisikia vibaya pindi ambako Yanga Afrika inakwenda kwenye misingi ya sheria, kanuni na taratibu inavyotaka. Kwa hiyo hatuna shida na mtu yote. Sisi tumetangaza msimamo wa taasisi ambao tunaamini kabisa ni msimamo sahihi na unatakiwa ufuatwe hapa. Basi hiyo haimaanishi kwamba tuna shida na mtu yote. Tunaweza kuwa na msimamo wetu kama taasisi na maisha mengine yakaendelea. Kwa lile la msimamo wetu halijabadilika shehe. Msimamo wa Yanga kwenye misingi ambayo imeamua kuisimamia haijabadilika na iko pale pale. Msimamo wa Yanga shehe umeshatoka na uko public na ndio umebakia hapo hapo. Hakuna kilichobadilika, hata koma au nukta kufutika hakuna. Ndio ule ule. Kila mechi sasa hivi ni ngumu kwa sababu tupo katika nyakati za mahesabu ya mwisho. Tunakutana na timu ambazo zinawania pengine kucheza kwenye mashindano ya kimataifa next season. Tunakutana na timu ambazo zinawania kumaliza kwenye nafasi za juu, na wote ni mashuhuda. Iko fedha ambayo Azam TV wanaitoa based on position ya msimamo. Kwa kila mtu ana interest ya kumaliza nafasi ya 5 ya 6 kwa sababu kuna fedha iko pale. Lakini pia ziko timu zinapambana kutokushuka daraja. Kwa hiyo kila mechi hapa mwishoni ni mechi ngumu kweli kweli.
Katika ugumu huo ndiko ambao na sisi kama taasisi, kama bingwa mtetezi, tunaweka umakini wetu, tunaweka juhudi na nguvu zetu tuweze kupata matokeo mazuri kwenye mechi za mwisho. Si watu wote wataikimbia Yanga hapa mwishoni. Kuna wengine watakuja kucheza. Kwa watakao kuja lazima tupambane nao. Unaweza ukakaa tu ofisini ukasema nitakuwa nakimbiwa kila siku. Haziwezi kuwa rahisi hapa. Itakuwa mechi ngumu, na kama Yanga tunajipanga vilivyo kuhakikisha hatufanyi makosa yoyote. Na Mwenyezi Mungu atuongoze, tujiandae vizuri, tupate matokeo mazuri kwenye mechi za mwisho hapa.